moto hizi kazi nimerekodi video afu kumbe baada ya kubonyeza stop nika delete lakini yani mpaka nimechoka. Sasa issue nilikuwa nataka nionyeshe hii hapa ni hisa ya CRDB au sio? Lakini hisa CRDB ni kama mfano wa hisa nyingine zote, lakini kuna kitu nilikuwa nataka nikielezee kwa ujumla fulani. Umeona hisa imechekecha chini muda mrefu, baadaye kaja kupanda ghafla. Kichofanya ipandike ghafla hapa ni nini? Mimi huwaga ni kama imani fulani kwamba kuna mtu mmoja tu, yani kuna kundi fulani duniani ndio linaendeshaga uchumi wa dunia nzima. Yani lakini sasa waga hao watu, hilo kundi hilo linaendesha uchumi wa dunia linatumiaga mifumo. Sasa issue ni kwamba hiyo mifumo inajulikana na wale matajiri tu, wanaijua kiasi kwamba wao inakuwa haina haja hata kufanya kazi tunazofanya sisi. Na sisi kwa wachache ambao wanaifahamu hii mifumo inayofanya kazi, wanadokoaga kwenye hii mifumo na wao wajinufaishi na wenyewe wapande daraja siku moja na wao wa nini matajiri. Kwa hiyo kwa mfano sisi, hisa imekaa hapa muda wote iko shilingi 100, shilingi ngapi, shilingi 50. Kwa mfano mimi nilinuaga 2019 hivi iko shilingi 120. Kwa nini mimi nilinunua hapa na nisikununua ikiwa shilingi 3000? Kwa nini? Kuna sababu gani? Kuna kitu labda ninakijua ambacho naweza ngakishare na nyinyi au sio? Sasa mimi nataka angalia kwa mfano uliona shilingi 800 hapa mpaka shilingi 3000. Kilichofanya ipande ni nini? Cha kwanza, mimi na assume nyie mnaosikiliza hapa ni washikaji kama ayo, yani like wananchi wa kawaida in quotes, yani kwamba ni masela tu fulani hivi, watafutaji, washikaji wa chuo nini, au watu wanajifunza tu uchumi, wanafanya kazi majiriwa, wanataka uangalie hichi kitu. Si assume wewe ni taita. Nikisema taita ni maisha mtu ambaye anamiliki hisa za bilioni 1 kwenda juu. Sasa wewe hauna uwezo wa kupandisha hisa kutoka shilingi 800 mpaka 1100. Shilingi 800 hata shilingi 850. Hauna hizo hela. You don't have the capacity ya kupandisha hiyo hela ifike huko juu. Wewe kazi yako ni kudandia mifumo ambayo ni ya madoni ili upate kitu chochote. Sasa kwa sababu wewe ndo unataka uwekeze huku, inabidi ufuate madoni wanachokifanya afu wawai kabla wao hawajafanya hicho kitu. Sasa mimi hapa nikaingia kwenye website ya BOT nika download hichi document cha June kimetolewa leo ambacho ni hichi hapa. Sasa siwezi kuwachosha kuwasomea chote, maana najua nyie watu ni wavivu mno. Yaani watu nyie hampendi kusoma, kwa mimi niwasomee afu niwatafsirie. Afu mnataka pia kuwekeza kwenye nini? Kwenye masoko ya dunia. Haya. Sasa tuange kuna ile executive summary. Executive summary hii hapa. Juni 2025 the bank ilitangaza, BOT walitangaza kwamba wana nia ya kuchukua njia ya accommodative monetary policy. Maana yake nini? Njia ya yani sera wezeshi ya hela. Wanatumiaga neno sera wezeshi ya hela, sijui sera hii ya accommodative monetary policy. Kwa hiyo maana nini? Walimwaga mahela, yani kwa Kiswahili cha kawaida, yani waliingiza manoti. Unaona nini? Like trillions. Yani matrilioni, walimwaga matrilioni kwenye system. Kwa kufanya nini? Kufanya hela ziwe rahisi kupatikana. Kwa hiyo ndo maana ukiangalia Juni 25, kuanzia Juni 25, sawa, kuanzia Juni 25 hapa hisa ndo zilianza kupanda kwa nguvu, kwa sababu hela zilianza kuwa rahisi. Madoni walizichukua hizo hela. Sasa hisa zinakuwa, hela zinaweza kuwa rahisi, kwa sababu mbona mimi hela zangu sija rahisi, mbona mimi bado mshahara wangu ule vile. Wewe sio wewe, yani wewe haupo kwenye mfumo. Yani haupo kwenye hizo system bro. Umeona watu, yani wale mataikuni wapo kwenye hizo system.
wanafanyaje? Wanakopa kwa hela nyingi, na hizi riba zikiwa zinashuka kwao ni kawa sawasawa na hela bure. Yani ni sawasawa na hela bure. Wewe inafika point unaambiwa sijui kuna mtandao fulani wa simu wanakuingizia hela, ukiziweka tu unapewa 10%, 20%, wanakupa tu. Yani wanakumwagia mihela, yani umeshanielewa? Minoti. Manake ni nini? Hizo hela zimetoka wapi? Umeshanielewa? Kwa ukishaona kuna hela nyingi kiasi hicho, sehemu ya kwanza kuja ni kwenye masoko ya hisa. Pia kuna article moja niliandikaga, hela zikiingia mtaani zinaenda wapi? Niliandikaga hii hapa, ni Medium Post, ni Kirabi. Nadhani itakuwepo somewhere. Pesa zikiingia mtaani huwa zinaenda wapi? Sasa hii niliandika mimi baada ya kuona manoti yameanza kuingia. Yani kuna muda manoti yalianza kuingia. Hii hapa ni tarehe 19 Julai 2021. Hata Modeuji alisema, aliziandika, aliposti. Hao ndo mataikuni nao kwambia wewe, ukiona huyu mshikaji kaposti maanisha hizi hela naye anazijua. Sasa unamuwai kabla yeye hajanunua. Trilioni 5 zimeingia kwenye soko mwaka 2021. Tutaenda kuangalia. Na nikasema kutokana na tafiti zangu ndogo, sehemu kubwa 4 ndio hela zinaingiaga. Sehemu ya kwanza ni nini? Soko la hisa. Soko la hisa ni sehemu namba 1 ya hisa zinapoenda. Kosa hisa zikishaingia, inabidi nini? Uwahi kununua kabla hazijapanda thamani. Inabidi ununue kabla matrilioni hayajaja. Kima cha nchini kwa ni kuuza, kununua hisa ni shilingi 50,000. Na nikasema nini? Unanunua kwenye hisa soko la dafu, unanunua hiyo hisa halafu unauza ikishapanda thamani. Kwa hiyo ni kama haupo kwenye hiyo machannel ya kupokeza trilioni 5, sehemu za kujining'inizia ni za kwenye soko la hisa. Hizi sehemu nyingine sitaziongelea, japo hichi sehemu nimekiandika. Ushanielewa yani I hope mnanielewa. Kwa hiyo kama hela zikiingia, kwa mfano hii Juni 21, huko ndo kulikuwa kuna muda mzuri sana wa kununua. Huko 21 zilianza kuingilia hapa hizi hela trilioni 5. Alafu hapa ndo BOT akaachia kabisa. Kwa wakati huo ndo nilikuwa naambia jamani, watu nunueni hisa. Iko shilingi 180. Niliposti mpaka kwenye Twitter huko. Nikiingia mtaziona. Sitaki kuumiza roho. Muone, lakini mpunga ukishaingia ndo unaona inapanda. Mpunga ukishakata inakuwaje? Tuendelee kusoma hii document. Mimi najua nyie mjisoma hii document, hata nikiwapa hamtaisoma. Mtampa ChatGPT na atawapoteza. Tuangalie monetary policy. Okay. Natafuta hii hapa. Outlook ya 2026-27. Yaani kwamba BOT wanawaza nini mwaka ijayo 26-27. Wamesema in line with the economic micro outlook and the risk discussed in part 5, the monetary policy stance in 26-27 will be less accommodative. Mstari au sio mazee? Less accommodative ni kwamba nini? Wanapunguza kumwaga mahela. Madoni wameshaiona hii kitu. They are going to watauza hizo hisa. Kwa hiyo wewe wawahi, na kabla na wakati wanauza wataanza kidogo kidogo, lakini siku wanaweza wakaporomosha mpunga wote wakautoa kabisa kwenye system. Utakuwa umeingia hasara. Kwa hiyo kama uliwahi mapema ukanunua hisa kipindi kile, labda nimetangaza huko kwenye, nimeposti kwenye status, labda nimefundisha kwenye Clubhouse, seminar huko Twitter, wapi umenunua huko, tukanunua pamoja, ulivyonunua 2021 kwa mfano, tulitangaza wote 2021 huyu hapa.
tulinunua 2021 sisi. Mpaka hapa, mpaka sasa hivi hujauza. Tamaa bro. Tamaa sister, tamaa. Aliyenunua zikiwa zinaanza kupanda hivi anaweza akaanza kupanic. Ninunue niuze nifanyaje? Lakini be very careful. Wewe kuwa makini sana na hiyo masoko. Hayanaga huruma, yakianza kupanda hayakusubiri. Hayana huruma yakianza kushuka kusubiri. Lakini I don't mean, simaanishi kwamba ninawashauri muuze sasa hivi. Yaani kwamba uza chote sepa nini? No, hapana. Inamaanisha kwamba sasa hivi mpunga unapungua. Kuna video nyingine iliyopita, tazama video iliyopita, niliandika kitu kama hichi. Nilionyesha kitu kama hichi. Nilisema speed imepoa ya hela kuingia kwenye system. Hii ni trendi, hii ni chart niliyotengeneza mimi binafsi. Haimaanishi ni real data. Ina track deni la nchi linavyoingia kwenye mtaa. Alafu deni ndio hela zenyewe. Sasa deni linavyozidi kuongezeka haraka ndio faida zinapatikana kwenye hisa, na deni linavyopungua ndio faida zinavyopotea. Kwa mfano hapa, kutoka hapa April, Mei, twende Juni 2025. Sonali zilizopanda kwa nguvu. Mwezi upanda kwa nguvu Juni 25. Kwa nini zilipanda kwa nguvu? Ni kwa sababu wale benki ilisema nini? Inaingiza hela kipindi kile cha Juni 25. Wao angalia kipindi cha kuanzia Mei mpaka Oktoba 25. Mei mpaka Oktoba 25. Kwa mazee, yani I hope mnaweza mkaelewa inakuwaje ili zaga. Yani hichi kipindi cha Mei mpaka Oktoba ilivyoshuti kwa nguvu, ndio wale washikaji walisemaje wanaweza kumwaga mahela. Mei mpaka Oktoba. Sawa. Na ukiangalia mahisa Mei mpaka Oktoba 25, Mei ndio ilikuwa hapa shilingi 800 mpaka Oktoba imeanza kupanda shilingi 1200. Na ukienda kuangalia kinachoendelea mpaka huku mwisho, ndio utaenda kukireflect kwenye nini? Kwenye hili soko. Kwa hiyo the more wanavyoanza kuingiza mahela, the more ilibidi wewe umewahi mapema. Lakini wakishaanza kuambia sisi tunaanza kuchomoa hela, alafu kitu nikufundisha kitu kimoja kwa watu ambao hawapendi kusoma vitu. Kama upendi kusoma vitu, ni ngumu sana kutoboa kwenye masoko ya hisa. Mimi mwenyewe si kama mimi tajiri, mimi mtu wa kawaida, yani sina mamilioni, yani mimi sio milionea. Lakini ninapenda sana kujiendeleza kwenye masoko ya hisa na uwekezaji. Nimewekeza yani tangu 10 na ngapi? 17, 8 kwenye hisa, cryptocurrency, bondi, muona hizi. Achana ama biashara kaida. Hizi zinaongea tu hizi za huko. Hela za wanasema hela za kudownload. Sasa ukitaka hela za kudownload inabidi uwe unajua masoko na unasoma makorokoro. Sasa kwa mfano unaambiwa washikaji wanachomoa mpunga, alafu wewe ndio unataka uweke nini? Hela vyako vya kwenye kibubu. Jamani, you will die. Utakufa vibaya, wewe vinakuhurumia. Sasa kwa hiyo inabidi uangalie muda mzuri wa kuingia na muda mzuri wa kutoka. Simaanishi hii bank ndo